And that's how God despises our prayer, because we have despised Him, because we have ignored Him. And now God is ignoring us. God is not ready to listen to us, kwa sababu we are not ready to listen to Him. Na hata tukiingia katika nyumba ya Bwana, tunampigia Mungu hewa. Tunamwambia Mungu, tafadhali ubiri dakika 10 peke yake, niko na tama kwa nyumba. Au kwa vile tama nikichelewa nitatoa fine. You don't care about heaven and hell. You care about the things of this world more than you care about God. Yeye aligeuzaye sikio lake asisikie sheria, hata sala yake ni chukizo, hata maombi yake ni chukizo mbele za Mungu. Hallelujah. Number 1, James chapter 4, verse 2. Hindrances to praying without ceasing. Hindrances, vizuizi ambavyo vinatuzuia sisi tusiombe bila kukoma. Number 1, James chapter 4, verse 2. Wengine wakitaka mnaenda somo kusaidiana na mwalimu na msomaji wa leo. You want things, but you cannot have them. So you are ready to kill. You strongly desire things, but you cannot get them. That's only master. I'm just reading the same verse. Yes. Let me start. You want things, but you cannot have them. So you are ready to kill. Yes. You strongly desire things, yes, but you cannot get them. Yes. So you quarrel and fight. You do not have what you want. Because you do not ask God for it. The first hindrance is not asking for anything. It's a hindrance. You don't ask. You want, but you don't ask. Jesus is saying in Matthew chapter 7, verse 7, he says something. James Matthew chapter 7. Ask, and you will receive. See, how are you going to receive without asking? Kwani kuna wale wanakutana ndani ya kanisa. Mimi nikikaa hapa naona tu kidogo. People are singing, lakini mwingine anaangalia hii pa, anaangalia hizi screen. Unaona tena gani? Baada ya kumaliza wao kiweka wapi? Chini ya wapi? Sema kama nimelaaniwa. Ni mtaki kusema hivi. Sio unaitaka hapo. Nafikiria tutasimama hapo tena umelaani. Sio mwenyewe unajidai. So Yesu anasema ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be open to you. I want you to know today. Hata kuna wakati nilisema tangu hili kanisa lijengwe hapa, hii madhabahu ikatengenezwa, kuna watu kwa hawajawahi piga magoti hapa. Wakija ndani ya kanisa, alafu anakaa kwa kiti, sindano inamdunga tiki. Akirudi tena
si ngumu kusema kwa sababu uko na roho. You don't have time to ask. Why? Kwa nini umekuja hapa? Wakati umeenda bila alafu aska na kuamefunga, anakukaa anapita tu. Wakati tuongea anasema simama, mikono mpeleke tu. Mikono mpeleke huku. Lakini akisikia mambo hiyo anafanya nini? Anarukaa na kiti. Paka nimeona wengine wanajinyonga kwa sababu mali hiyo ifunga Arsenal. Anaenda hakuli chakula. Paka anakomini suicide. Haya maneno yanazungumza ni kweli. Lakini Tony atasimama, simameni. Msiende nje, wanasimama kwa kienda nje. Tony wakati wa kuomba. Hello? Not asking for anything. You do not have because you do not ask. So today, my brother, my sister, you have come in the house of the Lord. I want you to open your heart and ask. And when you ask in faith, the Lord will answer your prayers. Bwana Yesu asifiwe. Kama vile unashirikiana kwa uwanja wa FC, wameenda kucheza. Nataka leo hii usherehekee Mungu. Haleluya. Nataka leo hii uje mbele za Bwana na umwambie nimekuja kwako Bwana. I have come to ask. And Lord, please answer my prayers. Not asking is a hindrance. Many of us don't receive answers to our prayers simply because we do not ask for anything. Bwana Yesu apewe sifa. James chapter 4 verse 3 number 2. James chapter 4 verse 3 number 2. James chapter 4 verse 3. And when you ask, you do not receive it. You do not receive. Because your motives Because your motives are bad. You ask for things You ask for things. to use for your own pleasure. Nani atakuwa anamsaidia kwa Kiswahili? Anaposoma kwa Kizungu na mwingine kwa Kiswahili. Oh, they are pointing at you, my Lord. Tena mnapoomba hampati kwa sababu mnaomba kwa nia mbaya. Hampati kwa sababu unaomba kwa nia mbaya. Mnaomba ili mpate kutosheleza tamaa zenu. Mnaomba ili mpate kutosheleza nini? Asking with wrong motives. Number one, not asking for anything. Number two, asking with wrong motives is a hindrance. Hata mwaomba wala mpati kwa sababu munaomba kwa nia mbaya. Bwana Yesu apewe sifa. Munaomba ili mpate kutosheleza tamaa zenu. Pray with the primary goal of personal gain or pleasure, rather than seeking God's will is a hindrance. You are praying for personal gain, for pleasure. Yaani ulipokuwa unatembea na mtu akitoka kuna gari na flash man kwako, sasa ikabekama a prayer item. Baba nataka pia mimi unipatie nini? Nimuonyeshe. Haleluya. Na utakuwa una time mtu naye anapitia watu. Ukifika hapo unaenda kwa nini? Unaweka watu. Unanipiza nini? Huyu alipovaa hii nguo, wamama mpo? Wamama mpo?
nguo naye anajunika na tena na wewe unapovaa alafu unanunua kiatu mpya hai unaingiana wakati baada unaenda sasa unaanza mbele unaenda mwingine anaona sasa leo hii nitaenda kwa magoti kuomba kwa madhabahu. Mungu naomba unifungulie pesa nami nipate pia ninunue nguo pia nimuonyeshe